Na wakati ambapo uchumi unaonekana kudorora katika taifa la Kenya, vile vile pia gharama ya maisha kupanda, swala zima la pendekezo ya bajeti ya mwaka 2023 imeonekana kuzoa mjadala. Na leo hapa Voi nitakuwa nazungumza tu na baadhi ya wananchi ama pengine pia washikadau waweze kutuelezea kauli yao ni gani, hasa wakati ambapo tunaona mswada huu umeweza kuleta tumbo joto katika taifa hili la Kenya. Naam, pengine tuelezee maoni yako ni gani kuhusiana na mswada huu wa fedha ambao hivi sasa umezua tumbo joto. Naam, kwa majina naitwa Kenywa Kingori, mkazi wa Voi. Nafikiri ni kwa mmoja wale ambao wananchi ambao walikuwa wamevutiwa zaidi na sera za muungano wa Kenya Kwanza, lakini ni masikitiko makubwa kwamba baadhi ya mapendekezo ambayo wameanza kutoa kwa sasa wa serikali yanaanza kuumiza raia wa kawaida ambao ni wa Kenya. Na mimi napinga zaidi pendekezo la mswada wa kifedha wa 2023 kwa sababu kusema kweli kuna baadhi ya mambo ambayo yapo yanahitaji kuhusisha washikandao zaidi na wananchi ili kutoa maoni yao. Kwa mfano mzuri ni wakati wa kutoza hii matoza uzuru yamekuwa ni mengi na mengi ambayo hayafai kwa Mkenya wa kawaida. Kwa mfano mzuri ni kwamba katika pendekezo hilo tu nikisema tu moja kwamba kuna pendekezo la kupandisha ushuru wa kupiga simu kutoka 12% hadi 15%. Maanisha kwamba Wakenya wa kawaida ambao wanatarajia kupata hela ama kupata mswada hata kutoka kwa watu wao ambao wako nje ama ambao wakatoka mjini wako kule mashambani, wengi wenda wakosa kwa sababu baadhi ya watu wataona ni vigumu kutuma pesa kupitia simu kwa sababu itakuwa ni gharimu zaidi. Nataka kusema kweli hiyo itakuwa ni sababu, kwa sababu kama itakuwa anaepuka kukopa yeye na mwananchi wa kawaida kama mimi nizidi kuumia zaidi. Kwangu sioni ikiwa ni msaada. Ingekuwa kama anaepuka kukopa na mwananchi wa kawaida azidi kunawirika, ingekuwa ni maisha bora. Lakini kama ataepuka kukopa, yeye afaidike, mwananchi aumie, kwangu sioni faida yote. Shauri vipi wabunge? Sasa upande wangu kwa wakati wabunge wanapoketi katika bunge, ushauri wangu ningewaomba ni wajalie jambo hili, wamwangalie mwananchi wa chini. Kwa sababu kusema kweli wao mali walipo hawaoni kama kuna tatizo lolote. Lakini naomba sana wazidi kuangalia jambo kwa mwananchi wa kawaida, wengi wanaumia sana na watoto wengi wako nje hawaendi shule. Mtoto akienda shule amefukuzwa, inataka fees. Lazima hilo jambo waliangalie sana kwa sababu tunahitaji kila mwananchi yote afaidike. Kusema kweli kwa sasa tuna regret sana. Heri angekuwa ametuambia ukweli tusingemchagua, lakini alichukua ahadi kwamba mahasla watafaidika sana, wataletea mambo mengi. Lakini hakuna, mpaka sasa mafuta, gharama maisha yako juu. Tunamwambia William Samoei Ruto kwamba sisi mahasla ndio tulikuchagua, asitusahau ile ahadi ambayo alichukua wakati wa uchaguzi aweze kutimiza. Na hizo tu ndio baadhi ya kauli za wakazi hapa Voi akiwa wanatoa maoni yao kuhusiana na mapendekezo ya bajeti ya mwaka 2023 ambao hivi sasa imependeza kupendekeza baadhi ya vitu, bidhaa muhimu ambazo zinatumika na mwananchi wa kila siku kupanda bei. Na hivi sasa wanaiomba bunge liweze kuangalia swala hili kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida yaweze kuwa bora na sio kudidimia. Naam, nikiripotia KTN News kutoka Voi, mimi ni Hezron Kimari. Shukran sana Hezron Kimari.